alituona tukiwa mbali sana, tukiwa hatuna chochote, hakuna kitu kizuri ndani yetu, na Asia yeye mwenyewe ndiye alitupenda. God loved us first. Mungu mwenyewe alitupenda kwanza na akatuweka wakfu ili tuweze kuenenda tukamtwalie sifa, tukamtwalie utukufu, tukamtwalie heshima. Hallelujah. And so we have every reason to thank God this morning. We have every reason to bless God. Amen. Na niseme kwamba ni kindu kiseo, ni jambo jema Bwana umeamua kuweza kuja katika nyumba ya Bwana. Kuna watu pengine kwa sababu ya mvua, sijui kama ni mvua ama ni nini, inyesha, baraka ikija inakuwa ni hivyo. Unapata sasa ameshikana. Akipata wageni unapata sasa hiyo amesahau. Anasema acha kwanza nishughulikie wageni. Inasema pata wageni, mwambie kuna mahali moja nataka kwanza twende kama familia, hapo wabebe wote wawalete katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Wakati baraka zimekuja, tafuta Mungu kwanza. Enda kwa Mungu kwanza. Amen. When you are blessed, Mungu akawaambia wana wa Israeli, mkienda na mkiingia huko katika nchi ya ahadi, when you are there na mmepanda na vitu vimekula, zimezaa na mmeendelea, akawaambia kwamba msije mkasahau, maana wakati shibe inakuja kuna uwezekano wa kusahau. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata na sisi nasema tusisahau. Mungu atatenda mambo ya ajabu. Ile umeona ni kidogo, my sister. Ile umeona ni kadogo. God is gonna do wonderful things. Blessings coming your way in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Basi ikifanyika, nawe tia bidii sasa kabisa. Amen. Be there, be more present, serve God even the more. Hallelujah. Isiwe sasa ndio ya kunegate, ya kukuondoa kutokana na kumtafuta Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. I am saying, when the blessings of God come, my brother, my sister, when the blessings of God abound, usipungue katika kumtafuta Bwana, usipungue katika kumtumikia Mungu, lakini mtumikie sasa even in a greater dimension to the glory and honor of the Lord. Basi leo nataka tuangalie katika neno la Mungu. Huku ni ya Mathayo kilunguni cha 24. We will look, tuangalie katika maneno ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Matthew chapter 24 na mstari wa 13. Acha tuanzie 12 ama 11. Acha tuanzie 10. And then many will fall away and betray one another and hate one another, and the many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed through the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Neno la Mungu hapa linaongea kuhusu nyakati za mwisho. Yesu akawa anaongea na wanafunzi, anafunza kuhusu nyakati za mwisho. Na hiyo ilikuwa kama 2000 years ago. 2025 years, around 2000 years ago. Yesu akaongelea kuhusu nyakati za mwisho. Na akawa anawaambia kwamba because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Na akasema, but the one who endures to the end will be saved. The one who endures
to the end will be saved. Praise the name of the Lord. Yesu akawa anaongelelea nyakati zetu. Kusema ndugu yetu, Yesu anaongelelea our times, the times we are in, nyakati ambazo tunaishi. Anaziongelelea hapa 2000 years ago. Praise the name of Jesus. Akasema kwamba kutakuwa na visababu, kutakuwa na vitu, kutakuwa na uovu mwingi. Yaani ufalme wa giza utajiinua sana kuzuia wengi ili wasiokolewe. Na nasema kwamba and the many will fall away. Is the name of the Lord. Yaani mabidatu ni wengi ambao watafika mahali wakate tamaa. Wapate kwamba sasa hii kitu hawaoni, ikiwa hawaifurahii, hawana nini. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasema wengi watakata tamaa and they will stop following the Lord. Praise the name of the Lord. Na kwa nini anawaambia hivi? Anawaambia so that they may be the different ones. Ili tuwe wale wako na utofauti. Ili wewe uwe na utofauti. Yesu anapokuambia tazama kutakuwa hivi na hivi na hivi na hivi, lakini wale watakao endure to the end, they will be saved. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. I want to speak to you this day, my brother, my sister, that in you let there be a spirit to endure. Amen. Kuendure, kuvumilia, kusikilia. Anasifiwe mpaka mwisho. Haijasema wale wataokolewa ni wale wenye nguvu, ama wale wataokolewa ni wale mashujaa. Wale wataokolewa ni wale wanajulikana sana. Wale wataokolewa ni wale ambao wako hivi ama ni warefu. Ni wale ambao watavumilia, watakuwa na roho ya kuvumilia, kushikilia. Praise the name of the Lord. Kusikilia, kujua hii ndio njia na mimi siachi. Praise the name of the Lord. Mundu wa utia no kutia. Mtu wa kukata tamaa cha kweli atakata tamaa. Kwa sababu the kingdom of God is suffering violence. Kuna mahali Yesu akasema, akawaandike mahali Matthew 11 verse 12. Sema Matthew 11 verse 12, chore mahali inasema, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. Praise the name of Jesus. Yaani mapepo na maajenti wa kuzimu kutoka nyakati za Yohana Mbatizaji wamejipanga, wamepanga mambo ili wahakikishe hakuna wa kutoboa, ili wahakikishe ndugu yangu umekata tamaa. Wametengeneza circumstances, wametengeneza issues, wametengeneza matukio na vitu vikapangwa ili mbange aim kuwe kutuma kuweka. Haleluya. Aim iko katika ndugu yangu uache. Hiyo ndio business yako. Wanahakikisha mambo wanayafanya mangumu. Wanahakikisha mambo ni mangumu. Ndio kama kulikuwa mtu wa kukata tamaa, akate tamaa. Is it God? Ni ngaiyo minute ya mambo. Ni Mungu amefanya mambo hiyo mangumu kusimama siku hizi? Hapana. Ni ufalme wa adui. It is the enemy. It is the kingdom of the enemy who is against the children of God, so that they can stop following God. Praise the name of Jesus. Lakini Yesu akatuambia yule atavumilia mpaka mwisho. Amen. Yule atavumilia mpaka mwisho. Ndugu yangu, jipange ili uvumilie mpaka mwisho. Usikubali kusimamia kwa njia. Usikubali kusema eti Bwana akifanya hivi ndio nitasimama. Bwana akifanya hivi ndio nitakuwa na nguvu. Praise the name of the Lord. Unapaswa kuwa na resolve kwamba iwe ni
hivyo Bwana amesema hao ndio wataokolewa, hao ndio wataona ushindi, hao ndio watawezana na hizo nguvu za shetani. Praise the name of the Lord. Amen. So wherever you are, hata kama unaangalia katika mtandao, God wants you to have a spirit of endurance. Amen. Na usiwe kama wale watu ambao wanamwambia Mungu, unajua Mungu, nataka ufanye hivi ndio nifanye. Kokekeka kiuyu wewe kiani, hiyo umesema lazima ifanyike, haitafanyika. Kwa nini? Kwa sababu kuna maadui na watazuia wahakikishe hiyo. Praise the name of the Lord. Lakini tuile tena na attitude ya kweli hata kana kweli hata kuishuka kana kuichao, as long as I am breathing, I will pursue God. Hallelujah. I will serve God. I will be faithful as long as there is breath in my life. I will continue. Oh, hata wakija wakutegelee, wakwambia tazama, eti wewe unasema umeokoka, eti wewe unasema unamjua Mungu. Watu wanajua Mungu. Kwani huyo Mungu aliendanga wapi? Kwani huyo Mungu ako wapi? Hata wakikwambia nini, lazima kuwe ndani yako a spirit of resolve that I'm gonna stand. Mambo yawe mazuri ama mambo yawe mabaya, mimi nitasimama, mimi nitangojea mpaka mwisho. Haleluya. Amen. Najua sababu ile iko hivyo ni kwa nini? Mungu wetu hataki kuona kama anakubembeleza. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukiangalia examples katika maandiko, na tutaangalia, utaona kwamba wale waliosimama ya kweli, ndani walikuwa wanaenda, wanasimama, wanamngojea Mungu mpaka mwisho, hadi mpaka yule wa pili. Shadrach, Meshach and Abednego walimngojea Mungu, akasema sisi hatutaabudu hiyo sanamu ya mfalme. Na cha ukweli hawakuabudu, na ngainda haoka pameteteza. Wakati walikuwa wanajitetea, Mungu hakutokezea, mpaka wakaenda wakashikwa, wakaambiwa mtaabudu ama mtaabudu. Wakashikwa, wakasema hatuabudu, wakafungwa. Aicho cha ukweli tutawaingiza katika hii moto. Wakafungwa vizuri, wakafungwa. Akaulizwa tena, are you ready? Akasema Mungu, ndani yetu sisi wenyewe tumeamua, this is the portion for our life under the sun. We shall serve this God. Hatuna kitu kingine tunangojea kuondisai. Hakuna decision nyingine. Mfalme, usishindie kutuuliza. Akasema iwekwe moto mara ngapi? 7. Yaani iwekwe moto. Mimi nashangaa, hii moto yote ilikuwa ya nini? Hii moto yote ilikuwa ya nini? Na ile ya kwanza tu ingekuwa ya etono mabibi. Wae aongeza wake, akaongeza moto ya tatu, akaongeza moto ya hii. Hizo zote ilikuwa ya nini? Ilikuwa ya kusua wa jamaa. Ndio wafanye nini? Waache msimamo wao. Praise the name of the Lord. Lakini wapendwa wakawa wameamua ni mpaka mwisho. Hallelujah. Mpaka mwisho. Praise the name of Jesus. Ni mpaka mwisho tunalipa hii gharama. Tutalipia hii kitu. Bwana apewe sifa. Na wakashikwa wakaambiwa ni malea. Mmekataa. Mlikuwa mnaona tunacheza. Mtakubali. Kwenda ndani. Wakarushwa pale ndani. Hata wale askari waliowarusha ndani walichomeka wakakufa. Askari wenyewe, ujue hiyo kitu ilikuwa moto. Praise the name of Jesus. Lakini wakiwa pale ndani, haleluya, Mungu wetu anatokezea. Haleluya. Kaiwa hitu nione kanatoteko, lakini ekomi. Haleluya. Wakiwa pale ndani, mtu wa nne akatokezea. Mtu wa nne akafanya nini? Akatokezea. Ni bati loika. Bati lochao. Eika. Alama nokiete nondo wasie. Wale waliokuwa wanasimama kwa ajili ya vitu au wakakatwa, wakaondolewa. Wenye walikuwa wanasimama kwa ajili ya wameahidiwa vitu ama wamefanya nini, au wakawekwa kando. Maana sasa hao pakifika hakunanga tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu anatuambia atakaye
ndio uone wokovu wa Mungu, ndio tuweze kuingia katika mji wa mbinguni. Praise the name of the Lord. Na Mungu alikuja alikuja. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndio yani, hii safari imeundwa iwe ni faith. Hakuna kitu kingine. Hakuna basi. Ni imani. Faith mpaka mwisho. Na unasimama katika kumwamini nini? Unasimama katika kumwamini Mungu. Unaamini ahadi zake. Come rain, come sunshine. You stand and you stand to the end. Praise the name of Jesus. Amen. Acha nikuonyeshe mahali pengine ndio tuweze kubarikiwa. In the book of Daniel, again, chapter 3 and verse 16. Daniel chapter 3 na verse 16. Kama uko na Biblia ya simu, fungua na sisi. Hallelujah. Enduring to the end. Hey, titelemwa na kelikilo telemwa na tukatewe wia anzia ya wametewe wia no kumwe kiuke yokete kiuke. Daniel chapter 3 the scripture. Daniel chapter 3 verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered, and they said to the king, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God who is able to deliver us from the burning fire furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set." Woo, hallelujah. Amen. That is your portion, brother. That is your portion, my sister. Concerning your faith, ukele onangainga emomona nyamwene nimeamuite nitoki. Amen. Mimi mwenyewe nimeamua. I have decided I am not turning back. Yani kenda baika quit ndine waomea kailite daka maumi. Amen. Yani kailite daka masiokie, but they went to the end. Amen. But that is not the point yenye nilikuwa nataka. Nataka tuangalie Daniel chapter 2 and verse 24. Hallelujah. One tukio ingine, Danieli alikuwa among the wise men of Babylon. Daniel was among the wise men of Babylon. Na mfalme akawa ameota ndoto. Ndoto ameota na akasahau ndoto. Na akawaambia kwamba nataka munitafsirie hiyo ndoto. Kwanza ndoto yenyewe ni yeye aliota na akasahau tayari. Na akawaambia the wise men, lazima mutafsiri ndoto yangu. You must interpret. Akawaambia mfalme, sasa tuambie hiyo ndoto. Tuambie ndoto yenyewe ndio tukutafsirie. Akawaambia, wewe naona mnanichezea. Mnataka mbuy time, alafu nikiwaambia ndio mwanze kunidanganya. Hiyo ndio itafanyika. Kama mnaweza kutafsiri hiyo ndoto, kwamba kwanza nikumbusheni, kwamba undabi aliotia, mniambie kwanza niliota aje. Alafu sasa ndio nitajua kwamba mnaweza kuinterpret. Kama nakuja kwanza kuniambia eti tunaona kulingana na chenye umetuambia. Kama mnajitanga wise men, kwamba undabi aliotia hapa. Nikanane madakana hiyo tuona kama mnaweza kuinterpret hiyo ndoto. Na wakawa pale na akasema hakuna kurudi nyuma. Kama mtafanya hivyo ni kufa. Nikabio mtakata kwa nyinyi wote. Basi verse 24 inasema then Daniel naye alikuwa among the wise men. Kwa hivyo akaja akaambiwa. Then Daniel went into Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said unto him, "Do not destroy the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show the interpretation." Then Arioch brought in Daniel before the king in haste,
And they said thus to him, I have found among the exiles from Judah a man who will make known the king the interpretation. Amen. The king declared to Daniel, whose name was Belteshazzar, are you able to make known to me the dream and have seen and his interpretation? And Daniel said to the king and said, no wise men, enchanters, magicians, or astrologers can show the king the mystery that the king has asked. But there is a God in heaven who reveals mysteries, and he has made known to the king what will be in the latter days. Amen. Praise the name of the Lord. This is my point. Kwamba hao watu walijua ni wa Mungu. Amen. Na walikuwa wamepewa assignment na mfalme kwamba lazima mniambie hiyo ndoto na mfalme muinterprete. Na wao wakawa katika kitu kigumu. Their faith was tried. They don't know what to do. Praise the name of the Lord. Na Pega na aliyekuwa amepewa hiyo order anaitwa Ario. Akaja akiwa tayari, akawakusanya. Akaja akawaleta. Akiwa tayari ku execute. Daniel akamwambia, tafadhali tupatie more time. Give us more time. Amen. Kwambia ni yule atakayevumilia mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Hallelujah. Kwa hivyo ndugu yangu, purpose, kuvumilia na chenye unaamini usimamie hiyo. Simamia mpaka mwisho. What you are convinced, what you have believed, stand by it. Stand by it. Mwovu shetani asikuchukue. Mwovu shetani asikunyang'anye. Asijaribu kukunyang'anya. Danieli akawa amesimama, haku give up. Akamwambia give us time. Na wakaenda wakaomba usiku. Na wakiwa pale just before wachinjwe kesho yake. Before wachinjwe, before wauawe, God showed up. Hallelujah. God showed up. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nakwambia ndugu yangu, dada yangu, whatever you are believing God for, usiwe mtu wa kugive up mapema. Tukarada ila mundu wa upangote. Tukarada ila mundu wa upangome tuki. Hallelujah. Ila wimundu mwetu. Bwana apewe sifa. Ila wimundu mwetu. Kilo ikite. Ungama na cho. Hallelujah. Tangi wanga ilukawa kwacha. Utangi wanga ilukawa omwambio. Tangi wanga ilukapa epo. Hallelujah. Pae pasa. Hallelujah. Na wenda numa mwete. Onaega no padela. Amen. Hata kama ni hivyo na iwe hivyo. Amen. Kama ni aibu, pia ndandumezo ya aibu. Watu wanajichunga. Jua niko na tuheshima twangu. Mimi siwezi fanya hivi. Siwezi enda pale. Hapana. Bwana apewe sifa. Penda ndumesia. Kila kisa mamwe. Ona matongi kikatialie. Hallelujah. Jenye inakulanga mapunda hata makanda na mitungi yenyewe kisimalize. I'm gonna stand for the truth. I'm gonna stand to the end. I'm gonna stand again. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. If you are believing for healing, kama unaamini kwa ajili ya uponyaji, ndugu yangu simama. Bwana Yesu apewe sifa. Nikwambia kwamba hapa sioni tumaini, mwambie ninaamini Mungu. Nitaona ushindi. Hallelujah. Nimeamini Mungu na nitaona ushindi na siaibiki wokovu wangu. Praise the name of Jesus. Amen. Sikia mtu mwingine akasema, Yesu akasema, if you lay your hands on the sick, they will recover. Hallelujah. Amen. Akasema ndugu yangu, hii qualification ya hiyo ni yule ako na mikono. Do you have hands? Uko na mikono? Uko na mikono? Wewe moko? Yes. Ndio uko na mikono. Amini. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of and pray. Wekelea wagonjwa mikono. Mwekelee mikono. Amini Mungu to the end. Praise the name of Jesus. Amen.
hiyo ndio wanamuona Mungu. Naona watu wengine wakiangalia Daniel, wakimwambia acha ujinga, kimbia ukajifiche. Hana Shadraka, Meshaki na Abednego, acha ujinga, inameni tu. Lakini wakiinama, Mungu wa Israeli hataonekana. Inama abailanga iswinde, yule Mungu wa Israeli hataonekana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anasema that we endure and stand for the truth we know, na tusimame mpaka mwisho. Praise the name of the Lord. Esther na yeye ni example nyingine tunaona. Esther alikuwa yatima, na ikafika mahali ikapata kwamba watu Wayahudi wanataka kuuawa, na ikawa tu ni yeye amekuwa queen, so ni yeye afanye intervention ili watu wake wasiuawe. Decision hata hii ni maisha sasa ya kawaida. Bwana apewe sifa. Ukapata ni aende kwa mfalme akatokezee pale ili aangiu, ili ainasi kwa watu wake na ikawa mfalme amepanga kwamba hakuna mtu angeenda kwa mfalme bila yeye mfalme mwenyewe kumuita, na ukienda huko ulikuwa una risk kufa. Esther akasema I will go, if I perish, I perish. Kama nikufa, nikufe. Sitakaa nikiwa niko zangu. I will do something. I will go to the king. I will make this decision. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Akaenda kulingana na conviction iliyokuwa katika moyo wake. Bwana apewe sifa. Na alipoenda akaona ukombozi. Akaonea watu wao ukombozi. Akaonea watu wake ukombozi. Praise the name of Jesus. Akaonea watu wake ukombozi. Bwana apewe sifa. Mimi message yangu ya siku ya leo na ndugu yangu ni kwamba for what conviction tuko nayo, uwe mtu wa msimamo. Bwana apewe sifa. Maana maufalme wa giza iko na unatafuta kukutikisa, ukutikise. Kama kulikuwa na kitu ya kufanya ukimbie, utakimbia. Bwana Yesu apewe sifa. Utakimbia. Praise the name of the Lord. Lakini Yesu akawaambia msimame mpaka mwisho. Simama mpaka mwisho. Msiongope wale ambao wanaweza kuua tu mwili, lakini wakiua mwili hawawezi kufanya kitu kingine. Ongopeni aliye na uwezo wa kuua mwili, na akimaliza kuua mwili achukue nayo roho haitupe kwenye ziwa la moto. Huyo ndio wa kuongopewa. Hao wengine kaeni ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Kaeni ngumu. Praise the name of Jesus. Amen. Even hata katika mambo yetu, even mambo haya tunafanya, iwe ni biashara, iwe ni nini, iwe ni masomo. Hallelujah. Anayepata kushinda, amen, sio yule anaenda na feeling, ni yule ambaye anavumilia. Anasimama pale, inakuwa ngumu, jua inakuja, mvua inakuja, lakini ako pale. Anasukuma mpaka mwisho. Mpaka anafanya mistake zote zinafanyika. Hallelujah. He makes all the possible mistakes, lakini bado ako pale. Hallelujah. Nasema ndugu yangu, tusiwe watu wa kufa moyo haraka. Tuwe watu wa kuwa pale. Praise the name of the Lord. Na kuvumilia, wako na resilience. Praise the name of, as long as unajua kile unafanya ndicho kizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Simama na usukume. Simama na ukae pale, na utaona wokovu wa Mungu, na utaona baraka za Mungu. Mmoja alikuwa anatuambia ukachukua nyundo. Na usitumie nguvu nyingi. Waanze kupiga hapa hii ukuta. Lakini hata kama utumie nguvu, lakini usikawai acha kupiga. Sawa? Wewe piga tu. Acha nikueleze kwa kweli. Unaweza maliza mwezi kabla hii kitu haitoboka.
tu automatically. Persistence wears out resistance. Persistence wears out resistance. Persistence wears out resistance. Praise the name of Jesus. Amen. Kuna kitabu moja ilikuwa imeandikwa na a certain general, a Russian general. Maana kwa Kristo walikuwa wanakuwa persecuted sana kule Russia. They were being persecuted for their faith. Lakini ile oda ilikuwa imepewa na ilikuwa ni ukiwapata katika maombi wamelia kibo, msiwaue hapo wanauawa. Lakini kichapo walikuwa wanachapa na jeshi, wanachapa. So kama huyu general mmoja ambaye alikuwa katika ile squad ya kunyorosha watu. Sasa akaenda akienda kwa a fellowship, anapata watu wanawachapa, sio imetawanyika, wanakimbia. Sasa wanangojea wakienda the next one. Akawa amenoti kuna kamsichana kamoja kalikuwa kadogo. Kama kaika nini? Akienda kwa hii HBC anakapata, wanakachapa, wanatawanyika. Wakienda in the next one, the next round, anaenda kupata hapo katoto tena. Akalikuwa kama msichana. Wanawatandika the next one anaenda kukapata pale. Nilipofika mbele alisema angaambia askari wake mmoja sasa. This is now beyond. Amen. Na akataka kujua kwani hii kitu ni nini. Na katika ule kutaka kujua, amen. Alipoamua kutaka kujua, hata naye akaokea hapo. Amen. Na ndio akaandika hiyo kitabu. Forgive me, Natasha. Forgive me, Natasha. Unaweza enda YouTube utaipata kwenye mtandao. Forgive me, Natasha. Kasichana Kenya alikuwa kanaitwa Natasha. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Chenye unaamini katika Mungu wako. Are you ready to stand for it even under extreme pressure? Because these are times when Christians will be pressurized to give up their faith, pressurized to give up their virtues, pressurized to waache. Yesu akasema, whoever endures to the end will be saved. If you endure to the end, God will show up. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God will show up. Wakutekelee, wakufanye nini? Lakini wewe simama, Mungu wako atajitokeza. Na tumeona sio karakta ya Mungu kutokezea huko mwanzo. Amen. Ogalame asia yetu. Kaya mau kanyangu sio kanatina bila uzio wa Mungu. Ndio wende da umelanga hao enda isaidi kwa imani. Amen. Hebrews 11 verse 6 inatuambia kwamba Waebrania 11 na mstari huu ni wa 6. And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Amen. Without faith, hii safari haiwezekani kumpendeza Mungu. Hii ni maandiko inasema. Lazima kuwe na imani. Lazima kuwe na imani Mungu yuko. Na Mungu yuko na mimi. Hata nikisema hakuna kitu inafanyika maishani mwangu, Mungu yuko na mimi na nitamuona. Haleluya. Haleluya. Hata akikosa kutokezea leo, mimi najua yuko, and I'm not giving up. My brother, be of that nature. My sister, be of that frame. Kwamba ingawaje hata kuwe nini, mimi naenda mpaka mwisho. I'm going to the end. Because my God told me, whoever endures to the end shall be saved. Shetani akuje kwambie si usifanye kungiva. Fanya kungiva.
Hakuna haja ya kusumbuka hii. Kuna shida nyingine haina maana. Kuna shida nyingine haina maana. Fanya kungiba. Kuna haja gani kujisumbua hivi? Kuna haja gani kujitesa hivi? Yangu unakumbuka Ayubu. Ayubu aliyekuwa amevamiwa na shetani. Hata bibi yake akamwambia, "Pea haja mnyao." Kuna haja gani ya kuendelea kumwamini huyo Mungu? Kuna haja gani? Umasikini. Kuna haja gani? Uwauo teno. Kuna haja gani ya kuendelea? Ayubu akawa anajua atakayevumilia mpaka mwisho. Haleluya. Ndiye ataokolewa. Kamwambia, "Kumye kwanga ile mudhei na ngasioka ne mudhei." Na abudu. Ayubu akamwabudu Mungu hata katika hali hiyo. Na kwambia pale mwisho, haleluya, pale mwisho God came through and they restored everything to Job. I want to encourage you as we come to the end that God wants you to stand. God wants you to serve Him. People say on a people who in the decision yake na ndokedo kisema wasi yake. Ndokedo kisema wingi, because He rewards those who seek Him. Ana mamomata gaino matuba. Pene tumize tuetelete. Hallelujah. Anaweza tuchekelea sana. Wapende wacheke, wakwambie wakunenee, lakini Mungu kuna zawadi inayokungojea. Kuna zawadi my brother. Kuna zawadi my sister. Oh my goodness. Na itafuta machozi. Ugevyo na titawai. Hallelujah. Kifika huko, kiona vile umewekewa, kiona vile umengojewa, kiona mambo yaliyo mbele yako, furaha iliyo mbele yako, utasahau mashida zote, utasahau kilio yote, utasahau vicheko vyote, utasahau kila kitu, ukiangalia lile Mungu atakavyo kushughulikia, ukiona vile Mungu atakavyo kureward. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Be ready to endure to the end. Tukenga aikinache kama longonga. Hallelujah. Wameikia metia Yesu balokanda kuipano kambu. Praise the name of Jesus. Amen. I have seen people ndio na mundu na mchungaji na siana yake ikola wewe aikweti wangai. Kwanza ema baba wewe asiyepo yamba. Yes, this is my Bible. Praise the name of Jesus. Na kwa yamba asiya this is my beer. Okay, they are not so they are not as hallelujah. What do you do? Praise Jesus. You serve God and you stand for the truth. Na unaenda mpaka mwisho, vingine Mungu atashughulikia. Mungu ndiye anajua mwisho. Hallelujah. Kainua wezi moja wetu. Kainua wezi. Hai weke. Hata yomana wangai. Anasema ya wao pia. Atayuka. 1 Corinthians chapter 15. Korintho wa kwanza 15 mstari wa 58. 1 Corinthians 15:58. Word of God says, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." Amen. Bwana anasema be steadfast and ina ulumu katika kumtumikia Bwana na katika wokovu wako, kuwa na ulumu, ina ulumu, ina immovable. Immovable ni kitu kitasonga, kitu kitatingizika, kitu kitalulutika, ila utalulutika. Kuwa steadfast, kuwa immovable. Hallelujah. Na wakati wote endelea kuongezeka katika kumtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. Joseph tuelewe kuya wote kana we Mombasa kana we ku hata yo mwana wangai wewe kuwa bikaku ukaendelea kumvuko mangai. Hallelujah. Ukero tathingireka. Nono
nikana au vingine utie au sonje uweke kuungama. Amen. Kai yasia ili wata songeka. Amen. Atatende pano kwete kasamutu yewe aketa wanzana yewe akao maka ile kasi yewe alusi yani kesa unabalaka akaachili. Mwalimu wetu alikuwa anaitwa Mr. Kadela, alikuwa anatuambia kana ajili yanga ukichukua a red mkuba ile ama uchukue chuma uweke kwa moto ikuwe red hot na ukandunge pande hii. Sasa kezea pande hii ndio kataachilia mahali kalikuwa kameuma. I don't know how true is that. Lakini Bwana anatuambia katika uhusiano wetu na Mungu, usipe chochote excuse ama nafasi. Katika kumtumikia kwako Mungu, hata wewe mwenyewe usijipatie excuse. Mwambie tupate unasikia aibu ama nini ama unasikia kuchoka ama nini, usikubalie. Maana Biblia inasema be steadfast in your relationship with God. Be immovable. Naendelea kumtumikia Mungu. And what is the reason? There is a reward. And the great is the reward. Hallelujah. Na waliokuchekelea watakuja kusema kweli there is a God in heaven. Waliokuwa wanachekelea Shadraka, Meshaki na Abednego, walipoona wametoka wakiwa pale kwa moto, walikimbia wakawanusa. Pende ya popo yao na kaka hiyo tangi yao. Hakuja waionekana Mungu ambaye anaokoa namna hiyo. Hata Nebukadneza mwenyewe akasema you are immediately promoted. Wakaanza kupokea the rewards hapa duniani. They were immediately promoted. Akasema nataka watu kama hao wenye achomekangi na moto. Amen. So wakarewardiwa hapa duniani na mbinguni wanaenda kungojea reward. It is waiting for them. Kwanza leo naona ni kubwa sana. Mimi nataka hata nifike huko niwaone Shadraka, Meshaki na Abednego waliosimama. Bwana apewe sifa. Amen. Na basi na swali yetu ni wao tutakuwa tunashangilia kwa ajili ya kusimama wakati huo. Amen. Na sisi tutakuwa tunashangiliwa kwa kufanya nini? Amen. Tutoleke kitu. Tuende na msimamo. Pea umemana ungamie. Wakma bebwa ni the Roman Catholic. Wakachoma. The Roman Catholic wakachoma kwa ajili ya kutranslate hii Biblia. Hii tunaona sasa imegharimu maisha ya watu. Wakachoma na kuni. Wakasmakulwa nganya Thomas Knox, John Knox. No lea mwanasiku ilo nande kieshote. Mwakimo, saa hizo ngamitu ya mkuni. Amesimamishwa pale na amefungwa. Amesimamishwa kwa kuni na amefungwa kila mahali. Sema, mwakimo, wase tukunye. Kana wase aye, tubezi wa utopati. Itakuwa wakilebeteke na kuete hiyo mauta kilaba. No, lea na ndoiona kama nizesio ndio kusimama. John Knox Asia. Aye ndio lea nasio. Ende niwe yani nikita usisilo na kikuja. Nikanala betina mama na yakana kiucha ichao. Kila na baba ngije ichao. Kila na weta ichao. Na ine tekela kokiki ya siri na dalwa. Disi okaneti. Mwaki ukazi. Akabi. Ili tuweze kupata hili neno. Bwana apewe sifa. Na hiyo kaunduka nini? Ainuka unduka nini? Okuwetu una. Unaita kwa tangi hiyo. Hata hiyo wakao nimeacha. Hii kidogo sana. Ai kimbo kikie. Ai ndio noko nile. Bwana apewe sifa.
May we be different and be immovable and stand to the end. Tumtukuze Mungu wetu. Hata generation yetu ijue kwamba we stood for what we believed. Amen. No way kuna kenga hivyo hamona. Hallelujah. The Lord wants to see those people. Stephen akimiwa na mabia, akimwa mabia tu mambo yetu kuonya nafasi mata. Akimwa mabia tu, anaende na upendo ndai wosio kanetina. Asisi yetu ne one tuye bingo. Na isia yengi ona Yesu ongamete amsia Yesu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Yes, nita wame kangetu Bwana apewe sifa. Endo manga ile twile angomenda resolve ya ongama kondo wangai. Kweku seona kweku huku hata yomana wangai. Nondo alama kaongamangi nyango mino. Ni mama kata. Amen. Amen. Basi tuwe tufike. Naweza simama kwa Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Baba, tunasema ni asante mchana wa leo kabla za Bwana. Shukuru Bwana. Pia Bwana jambo tunapomaliza ibada ya leo. We worship you Jesus. We honor you Father. We glorify your name. Bwana ni wewe tusaidia Bwana. Bwana tumeona mifano ya wapendwa waliosimama, wakasimama kwa imani zao, wakasimama wakimisho Bwana, wakasimama Bwana wakatenda katendo, wakawa na msimamo kwa ajili ya imani zao. They paid the price for God. They paid immense prices for King of Glory because of thy kingdom, because of your will, because of your word, my God, because of serving Lord. They did not fear hawakuogopa, na kwa hivyo shetani hakuwa na nafasi kabisa katika maisha yao. Riabazetelebakana rikadabusayaratelia rimaseteliyakana. We worship you, Father. We honor you, God. We glorify your King of Glory. Hakuna kama wewe Bwana. Hatutaogopa. Tupatie ujasiri, tupatie kutoogopa, ndiposa tusimamie ukweli, tusimamie imani zetu, tusimame kabisa. Ina wafamilis tusimame, Rababosaya, tusimame katika kazi zetu, tusimame kwa ajili ya ukweli na tukaone wokovu wako, tukaone ushindi wako, tukaone baraka zako. Wewe ni wa ajabu. Pokea utukufu Mungu wetu, pokea na sifa, maana kuna aliye kama wewe. We worship you Jesus. We honor you Lord. We glorify your holy name. There is no one else like you. We praise our King. We honor our King. Maana unastahili. Asante kwa upendo, asante kwa maisha yao. Nakabidhi kwa Bwana. Patie ujasiri wakati wa kusimama, wakasimame, wakaangalie vile wapendwa walioenda mbele zetu waliosimama. Stefano wako, Shadraka, Meshaki, Abednego, Danieli walisimama. Esther mwenyewe alisimama. Bwana tupatie kusimama katika siku zetu. Tuseme la
is saying no to ungodliness, and that we may glorify you with our faith. We bless you, Jesus. We honor your Father, and we magnify your name. For this we have all prayed in Jesus' name. Amen. 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 Assim, podemos cantar tu cabelo nele. Our brother Mwema. Kwa se ambembo mbembe.